So on behalf of all these friends, Jim, we are here for you. We are here for your siblings. We are here for your family. I called him Kijana. Kijana, we are here for you too. And it's what we can do as human beings who are alive. Give you warmth, the warmth that is required. My name is Ken Omanga. My wife spoke here earlier, Grace. She was last born of the group of cousins that were here. So I shouldn't have spoken. I've spoken first. Sasa tutafute ulio murabu nainde akorogo sama. Before that, with your permission, MC, I'm giving Jim the mic. Asabe. Good afternoon. Other than friends, all these are friends. Some are relatives, as I can see. But amongst us, there are some who are the Kiombe, a group where we help each other. And our chairman is that man right at the end. The group is called Obomo Jeuri. Obomo Mujeuri. Ujeuri. Chairman, but how come we are from Gijauri and you've not recruited us? And we are from Gijauri. Ujeuri. Okay. Thank you so much for those ones who have come here. Jim is a very good person whom we are with in our group. And because of that, that's why we have come here as friends. We are about or more than 40 people, or maybe nearing 50. Some have gone out. We have come here to console him, the family, and that's why we are here. Mr. Ken, he has asked the question, why is not in our group? This is because you don't interact so much. So be interacting with the other people. Otherwise, those ones who are members, can you just come this way so that they can, there is something like a video. Yeah, those who are the members. Yeah, these are the members. This is my vice chair. This is organizing secretary. Is a member. Is a member. Is a secretary. Assistant secretary. And I'm the chairman. Don't you see that I'm the chairman? Yeah, so you come and then something will be done. You have a family to be a mono. Yeah, in addition to that, we also have a group which is called Murabu Avocado Farmers Association. Now, if any of you are one of those members who didn't come here as a friend, can you come up? Those members, avocado, family avocado. Now, each all you can move, avocado remains. Each all you can move, the avocado studies. Okay. Hey, you must start one. Avocado. Avocado. Kina Nyandro wako wapi? Members tani bache haikake. Muri yoli megonda aja, moche metenele avocado aja. And avocado, it's what we call, it's a gold. We usually get some amount of good amount. So these are the members. Why don't you use Majina? Majina too. Okay. About them,
igolende bai mokama oko lieta manyura Nyaboga Ken Seveji Kenomanga Kayoridi Jackton Nyataigi. Okay, tumefika wakati ya kuomba, but because I have the mic and the floor, I work in Kisii County and I know there is no representative here yet from Kisii County other than me. So, Ekiagera original home Bonchari of this home. And therefore, let me then say on behalf of the county and on behalf of the governor, poleni to the family. I work for him as his legal advisor. Sasa tuombe. Dear Father, O Lord, you know why we are here, and we ask you to bless the family, bless Charles's son, his nieces, his nephews, his siblings, and his mother during this painful period. And we ask you to give them the path ahead, because we all know at the end of the day, we will all meet in the everlasting life. In this we ask for Jesus Christ, our Lord. Amen. Thank you very much. Asante sana. Thank you so much. Kwa kuwasalimia wote wenye mmekuja juu ya kuomboleza mwenzetu Charles. Wacha ni wasalimu katika jina la Yesu. Amchambo. Amchambo tena. Imewadia wakati mzuri ambao tutamwalika pastor wetu, Pastor Robert Anyona, ambao ndio mkuu wa wilaya hii district ya Tinderet, kiwemo Liwa SDA Church. Nami kwa majina kamili naitwa James Mugeni Mutuli, mmoja wa elders wa kanisa ya Liwa. Wacha niombe gatusabe egera tumukaribise pastor ito asenye njohurandia. Tata Nyasaye omwana n'omwikomo chenu twakira asubusuwao, twakira asenka yoyo mintu mwaka manase yo tiegete korara nabatigete maega abantu baye omwanchu yori goromono rora muisonde igoro na muisonde twarengino yo mintu Charles kurenderi koria rero na ndari twakire ko bakiro lya sinijoko eniyo mintu Charles aya watulierere ira kurwasireta bwe Isaya inga abaronge nigo bakurusi wao batumukase kimbera oikabako banyaye litukuriryora bugire turere kyo moerio na ende mbaboke asinijoko roto tagatigati yamare omwanjwe kero mukwani to pastor arabo kwanira umugando oyo seseni omokei ororekanaye wetirere abange banyoro gotoreka naende totoreka zingi njobu yabwaho tugenere na watuyure kya twasabira serie tarigia ya Yesu Kristo yoro mutoreito. Amen. Pastor ito karibu asenjo ya mahubiri. Karibu pastor, wamesema usimame upande huu. Katika Yesu Kristo ambao mmekuja kuomboleza na familia hii, na wasalima mjambo. Biyamora asili yetali ya Yesu. Kabla ya kuleta neno, katikati yetu hapa tuko na wazee wa kanisa ambao wanaendesha huduma za Yesu katika kanisa. Naomba msimame. Church elders, mungekuja kwa sababu ya picha. It's very important to have you here as elders. Elder Daktari Omache, naomba uje. Naomba uje.
Kwa niaba ya kikundi hiki, huyu elder nimeita, tumefanya kazi na yeye katika wakilisho wa kanisa hili katika maeneo mbalimbali mpaka division yetu. Naomba you just talk on behalf of this group. Asante sana pastor. Kwa niaba ya kikundi hiki ambacho kinamtumikia Mungu katika kila Sabato na siku zingine, tunaleta rambirambi zetu hapa. Huyu ambaye amekufa ni mtoto wa ndugu yangu Manase. Wewe ni mtoto wetu. Tunatoa rambirambi na tuna huzuni kubwa, lakini kile ambacho tunaweza kufanya ni kuleta jamii mwingine wasiboli na wana bonzi James nayo muromano tigarete na bonzi asobo sibanye sai aba murembe uyo boisaneke pi and mutware okwegena. The hope that Jesus is coming soon, there will be a resurrection. If we have believed in him, we have nothing to worry. In Christ, we are alive. God does not describe this as death. He describes this as asleep. Charles is asleep, waiting. You and me, our time will come. Let us have this hope. And may all of you be blessed, and all of us, as we share in that hope every day. Thank you for the opportunity, Pastor. God bless. Thank you so much, elders. Sijui kama kuna mchungaji ambaye ako katikati yetu hapa, tungemtambua naye wasikuja. You are an MC, sasa utasalute in this capacity now. Salimia watu. Wanaopendwa na Kristo na salimia. Bwana Yesu asifiwe. Familia tunawatakia kila la heri. Thank you so much. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana ametupa nafasi kuingia katika boma hili la mzee mwenda zake Manase, mama ambaye hajisikii vizuri, watoto wake ambao wako hapa, tukiwa tumekuja kuomboleza kulala kwa ndugu Charlie ambaye kwa kweli leo tunamuaga. Mwili wake tunaulasa kwa sababu ya kuondoka kwake. Nilikuwa nasoma story hii nikaelewa ya kwamba ndugu Charlie aliweza kuumizwa na majangili. Ndio sababu leo hivi tuko hapa kumuaga kwa sababu ya kuondoka kwake. Biblia inasema ya kwamba hakuna mtu ambaye amepewa uwezo wa kuondoa maisha ya yeyote yule. You have no right at all to take a life of your fellow person, of your colleague or anybody at whatever circumstance or in another reason, because life belongs to God. Kwa hivyo waliofanya kitendo kama hiki ni kuwaombea kwamba Mungu wa mbinguni akawauze ili waweze kutubu na kuomba msamaha. Because
The life of a person is so precious in the sight of God. It is God who is a life giver. Mungu ndiye anapeana maisha, na ikiwa Mungu ameruhusu yeyote kuishi duniani, he has a reason for your being on earth. There is nobody here who is here by chance. You are here by God's own design. Ni mpango wa Mwenyezi Mungu. So you can't say that you are a mistake at whatever reason. You are here because God has a purpose with you, and the purpose of God always is a positive purpose in life. Kwa hivyo nikuomba ya kwamba Mungu asaidie kila mmoja tuelewe jambo hili. Hatujui walitoka wapi hao wakaja kufanya mambo kama haya. Hatuwatambui ni nani, lakini Mungu wa mbinguni anawajua. Nyasao ligoro tabaruji buyamule. Nyasao ligoro taruji awa korete ngadei naba maite mokolengere. Mungu anawajua. Sisi tunaweza tusichue, tunaweza kufikiria, tunaweza kudhania, lakini Mungu anaelewa vizuri. Na ile mwamanyanga setani nere no mwoge. Baite setani no mwoge. Kuna wakati nilikuwa kwa district moja, jambo likafanyika kama hili la mauaji. Jambo hili lilipofanyika la mauaji, kumbe setani alikuwa na lengo. Alikuwa na lengo ya kuleta ugomvi kwa wanakijiji. Hiyo district moja nilikuwa pande ya chini hapa. Mauaji yalipokuja, kijana mmoja akawawa. Alipowawa, watu wakaanza kulia. Kumbe kulikuwa na matatizo fulani hapo kwa jamii. Wakaanza kulia, wakasema mbona fulani amefanya hiki, fulani amefanya hiki. Kumbe sio yeye. Aliwawa kutokana na biashara walikuwa wanafanya na mwingine, wakamfamia, wakamuua. Lakini kwa sababu differences za hapo katikati, wakadhania kwamba ni yeye. Kumbe alikuwa amewawa kwa sababu ya biashara, business. Ugomvi ukaingia kwa jamii. Kuja kuelewa baadaye, ndio watu walianza kuomba msamaha mmoja kwa mwingine. Nilipokuwa hapo, hata shida ikitokea, hao ambao waliambiwa kwamba walifanya, yaani wakakataa hata kugusa chochote. Wakialikwa hata harusi iko hapa hawawezi kuja, because waliambiwa wao ni wauaji. Huyu ndugu, what really came to your mind wakati ulipofika pale ukaona uso wake? Uliona nini? Ni wazo gani ambalo lilikuja kwako wewe binafsi? When actually you saw how he is resting there, what came to your mind?
Watoto wa Mungu mjambo. Wana waja saimbu ya mule. Kama huko hai, hebu inua mkono wako. Kama unasikia wewe huko hai. Haleluya. Ulipoona Charlie ako pale kwa Genesis, what really came to your mind? My friend, nataka kukuambia kwamba number one, life is very short on earth. Maisha duniani ni mafupi. On this earth we can never live forever. When you saw how he is resting there, it is a communication to you and me that one day, I will lay the way he is laying there. You know, at times some of us may feel that it is other people who will die, but not us. But one day, one time, you will find yourself, ama watu watagundua ya kwamba na wewe umeraswa vile ndio wameraswa pale. Meaning that we are all candidates of the grave. Life is very short. Life is very short. Jambo la pili, ulipoangalia pale, something that should click to your mind is, if I die, what next? If I will die and lay on the casket as Charlie is lying there that way, prepare yourself and make a resolution for eternity. It is only the Christians, the faithful people of God, who sleep on their graves. Wakristo wanaomwamini Yesu, wao wanalala. You know, sijui kila mtu hapa nikikuuliza swali, at what point at night do you know that you have slept? Unapoenda kitandani pale, wakati umelala, unagundua ni umelala saa ngapi? Daktari, do you know the time umelala? Yani tu ukiingia kwa bed, usingizi ukikuchukua saa ile labda asubuhi unasikia chogoo, ndio unakuja kustuka, kumbe ulifanya nini? Ulilala. Mambo ya kifo ni hivyo pasi, ya kwamba wakati utakapokufa hivi, hautajua any transaction that will continue in life mpaka siku ya kuamuzwa na Yesu. You can't know anything. The Bible says in the book of Ecclesiastes chapter 9 and verse 5. Mulisi kange kufungwa kutu arabu konsomera. Ecclesiastes chapter 9 verse 5 inasema, for the living know that they will die, but the dead know nothing. Hebu angalia kama inasema hivyo. Ecclesiastes chapter 9 verse 5.
Ngomulisi kwa baka. Ecclesiastes chapter 9 verse yote yule ambaye amepata haraka. Inasema for the living inasema for the living know that they shall die. For the living know that they shall die. But the dead know not anything. But the dead know not anything. Neither any more a reward. For the memory of them is forgotten. For the memory of them is forgotten. Thank you so much. Nilikuwa nasema hivi, wakati umelala hujui kile kinachoendelea duniani. You sleep until there is something that will awake you up. Ndio nataka tujue ya kwamba kama vile ndugu yetu amelala pale, even if you will talk to him sweet words, even if you will speak anything, he can never answer. And he can never decide anything in that grave. Unajua ni shetani tu anakuja anatudanganya ya kwamba wale ambao wamekufa tunaweza ongea na wao. It is not true. Hawezi ongea na mtu ambaye amekufa. Biblia inasema ya kwamba ambaye amekufa mambo yake yameenda na hakuna kumbukumbu mpaka siku ile Yesu atakapokuja duniani kuamsha watu. Na watu, ndugu zangu na dada zangu, wakifa, watu wanapokufa, Biblia inasema mafumbini watarudi. They will go back to the dust. Watarudi mafumbini. Katika kitabu cha Genesis chapter 3 and verse 19, Biblia inasema wale ambao wamekufa wako mafumbini hapa, watarudi mafumbini. There is always a notion that watu wakifa wanaenda mbinguni. Ndugu na dada zangu, nataka kuambia kwamba hawaendi mbinguni, wanakaa duniani. Wanakaa hapa mafumbini. Siku moja Yesu alipoitwa ya kwamba rafiki yake Lazarus amekufa, yaani yeye ni mgonjwa, Biblia inatuambia kwamba Yesu akakawia kidogo, Lazarus akakufa, akasikwa. Aliposikwa pale, Yesu ndio anafika baada ya siku ya 4. After 4 days ndio anafika pale. Biblia inasema ya kwamba alipofika pale, maongezi yalikuwa pale. Marita anaongea, anasema kama ungekuwa hapa ndugu yangu angekufa, mambo kama hayo. Lakini Biblia inasema wakati Mungu alipoita Lazarus alitoka wapi? Habari zenu. Lazarus alitoka wapi? Alitoka kwa jeneza pale. Hakutoka mbinguni. Na kama angeenda mbinguni, Lazarus tena angekubali kuja hapa duniani? My friend. Yaani wewe umeenda mbinguni, umefika, tena waambiwe urudi duniani, utapenda kweli? Lazarus alitoka mafumbini pale. Ni mafumbini alitoka. So, brothers and sisters, let us understand this. There were philosophies in those days. Filosofia walikuwa wanaongea juu ya maisha baada ya kufa, na walikuwa na filosofi. Hizo filosofi ndio Yesu alikuja kurekebisha, ili watu wajue ya kwamba mtu anapokufa
mavumbini ndiye anarudi, na pale katika mavumbi anasubiri mpaka Yesu atakaporejea tena mara ya pili. Bwana asifiwe sana. Ndio nataka, kwa sababu tunataka sote tuingie pale mbinguni. Mbingu at least kila mtu anataka kuingia pale. Ni wachache ambao wameamua ya kwamba hawataki kwenda mbinguni, lakini wengi wa watu duniani wanataka kuingia mbinguni. Ndio hata akina Makenzi walipokuwa wanahubiri wakiambia watu hata fungeni mpaka mufe ingie mbinguni kwa njia ambayo ni taratibu ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. By the way, ni wangapi wanataka kuingia mbinguni? Ni wangapi wanataka kuingia mbinguni? Thank you so much. Let me tell you, hii dunia na vyote vitakwenda. There is one day, one time you will never see even one building standing. Biblia inasema at the coming of Jesus Christ, no stone will stand on another. Meaning, even those magnificent building you are seeing, hata sile tumechenga, hata kuna vitu vimejengwa kwa hii dunia, wengine hawaja viona, lakini vimejengwa. Watu wamechenga. Hata juzi niwasikia kuna hoteli ingine imejengwa chini ya pahali. Ndani ya pahali hoteli imejengwa. Wewe unaangalia samaki ziki yani kuna uchenzi my friend kwa hii dunia. Lakini hakuna kitu duniani kitapaki kikiwa vile kilivyo at the coming of Jesus Christ. Nothing will remain at the coming of Jesus Christ. That is why the Bible is saying, yani kuna watu wakifanya kitu duniani wakiwa na akili kaya kadogo, wakifanya kitu wanasema otherwise there is no God in this world. Na Mungu alisema katika kitabu cha Saburi 14, Saburi 14, msomaji wangu, Saburi 14 fungu lake la kwanza. Biblia inasema, Saburi 14 inasema, the fools say in their heart there is no God. Thank you very much. The fools say in their heart there is no umati leo iko namna gani? The fools, yani when you in your heart you say there is no God, you are a fool. That's what the Bible is trying to tell. The fools in their heart they say there is no God. Yani kama una wazo la kwamba wewe you are the one who is making the earth things to happen, you think that you have power, you are a fool in that sense. Lakini watu tukikuangalia tunaona wewe ni mwelevu sana, sababu umefanya vitu kufanyika. Lakini Mungu anapokuangalia anasema ya kwamba you are a fool. Mungu akikupa uwezo kidogo ya kufanya chochote, mshukuru nani? Mshukuru Mungu. Katika kitabu cha Yeremia, Biblia inasema fungu la 9, Yeremia 9, Biblia inasema, fika hapo haraka, Yeremia 9
Fungu la 24 Biblia inasema Kolende onyo muntu oligeti wetogia tigetogi ng'ana manyetenji ekiagera injo monene nigende n'obwanchani botari koera ingokora yari yekene nayo oburunge asinze. Haleluya. Ekiagera ayu naro akongoki. Wacha tusome na Kiingereza. Injo monene nakwana. Let me just read also Yeremia 9. Biblia inasema, wacha nianzie 23. That says the Lord, let the wise man glory let not the wise man let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and know me, that I am the Lord, exercising long kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. Hallelujah. Kama mtu anataka kujivuna, ajivune ya kwamba anamjua nani? Anamjua Mungu. My friends, hii dunia, habari zenu, nataka uangalie nyumba yako. Nyumba. Si mulitoka kwa nyumba? Iangalie mahali iko. Unaangalia kila kitu kiko hapo. Wala ambao mmejenga magorofa, iangalie. There is a time they will never be yours. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. There is a time in life they will never be yours. There is a time in life they will not exist. Meaning that umepaki ukiwa hivyo. Niliambia watu siku ingine, wengine hawakuelewa vizuri, lakini wacha nikuambie how much you have. Angalia usiku. Madam, angalia usiku. Umefaa chama yako. Naam. Nataka uangalie kitanda yako vile umeweka net. Ingia huko ndani peke yako. Lara. That is the word you have. Anything outside you is not yours. Abali. Abeli James. Anything outside that bed with the mosquito net 4 square ya hivi square, mahali ambapo saa ulitoa ukaweka pale, viatu ukaacha pale, ukaingia na pajama. That is the only wealth you have. Buyamule ayuna ala mali okobwa oisako ile kabotuko okwe ingi kwanda na you know
When God is saying, when you glory that you know God, it is no mistake. Hata kama umechenga nyumba, kama umechenga manyumba yako pale, ukikufa hivi watu wanaanza kung'ang'ania. Watasema tutamzika saa ngapi ili tutafute lawyer, tuanze kukata kila mmoja apate share. Kile ambacho ulikuwa nacho, it is never yours anymore. When God is asking us all about this, that if you glory that you know God is no mistake, my friends. Hicho ndicho Mungu anataka uelewe. Kwa hii dunia, kwa hii dunia utakuwa na vingi, ndio, whether you are alive, if they are yours, unalizako. But ukiondoka hivi, basi kuisha. That's why Mungu anataka kitu kimoja, ya kwamba mpendwa, kamwelewe Mungu, kamwelewe huyu Yesu, kwa sababu ako na mahali, ako na mpango na maisha yako. God has a plan for you. Accept to cooperate with God in the plan He has for your eternity. Cooperate with God, my friend. Cooperate with God on the plan of eternity, because that is what makes sense for any living being, for any living human being. Ya kwamba nikifa, vyote duniani vikiisha, kuna mbingu ambao nitaelekea katika jina la Yesu. Haleluya. Ndio nikimalizia, kitabu kile cha Yohana kinasema ya kwamba kama tunataka uzima wa milele, there is no any other thing that we can glory for in this life other than accepting Jesus Christ as our personal Savior. God has a place to take you. God has a plan for you. God has a purpose for your life. Na Mungu anatuelekeza mahali ambao tutaishi milele na yeye. Haleluya. Katika kitabu hiko Yohana 5 fungu la 24 nasema, Biblia inasema Yohana 5:24 ela inasema ekene na batebirie oyo koigulingana liane na kwegenera oyo ntomete nale n'obugima bwa kale na kale wesetago ikase ekina kulendo etire kurwasa makweli oikirasa obugima. Haleluya. Yes, mada mwege songo kiaonga kiatera ngoigolete gesongo na igumbu yake iguji inasema, verily, verily, I say unto you, He that hears my word, he that hears my word, and believes on him that sent me, and believes on him who sent me, has everlasting life. has everlasting life. You shall not come into condemnation. You shall not come into condemnation. You have passed from death to life. You have passed from death to life. Bwana asifiwe sana.
This is eternal life. Obo na bobo kimabwalili. You know, ndio nawaambia watu wako na methodology nyingi zimekuja kwa hii dunia juu ya kupata uzima wa milele. Nimewaambia kwamba kama ile ya Makenzi nasema fanya kufunga mpaka ufe uingie wapi? Methodology ya Mungu ni rahisi. Anayesikia ujumbe wa Mungu na kumwamini aliyemtuma Yesu ako na uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Iwawa kuna na andili ko mugaso yo mururose. Iwawa ngo mundo tayo